Tunda kusoma maandiko kwa kadri Mungu atakavyotuongoza. Hakika tujua ya kwamba Mungu ni roho. Mungu ni roho, na wote wanaopaswa kumwabudu wanapaswa kumwabudu Mungu katika roho na kweli. Sasa ni kitu gani ambacho warokole wa sasa au watu waliookoka wanakifanya kwenye nyakati hizi? Watu wa sasa wamekuwa wakiuondoa uhalisia wa Mungu na wameweka uhalisia wa kibinadamu. Yaani wamekataa kumwabudu Mungu katika roho na kweli, na wamefuata mambo ambayo ni sheria zao wao wenyewe, na kitu hicho kinaondoa uhalisia wa Mungu kwa watu wake. Kwa hiyo wale ambao wanajiita wameokoka lakini wanaondoa uhalisia wa Mungu ndani yao, wamefanyika kama watu ambao hawajaokoka. Kwa sababu kuna mahali fulani Biblia inasema ya kwamba wokovu unapaswa kuwa katika matendo. Kwa hiyo kama wokovu huo katika matendo hayo yanapaswa kuwa matendo ya kimungu. Na mahali pengine Biblia inasema ya kwamba watu waliookoka wanapaswa kuwa kama Mungu. Yaani mtu ambaye ameokoka anapaswa kuwa kama Mungu. Sasa inawezekanaje mtu uliokoka uwe kama Mungu? Na ndipo tunarudi katika maandiko yanaposema ya kwamba, ukisoma Yohana Mtakatifu sura ile ya 4 mstari ule wa 24, Biblia inasema Mungu ni roho, nao wamwabuduo yeye imewapasa kumwabudu katika roho na kweli. Maneno hayo yanajitosheleza ya kwamba wale wanaotaka kumwabudu Mungu wanapaswa kuwa kama yeye. Wanapaswaje kuwa kama yeye, au inawezekanaje kuwa kama yeye? Tumeosoma maandiko ya kwamba yanatuzungumzisha au yanatuambia ya kwamba Mungu ni roho, na kama Mungu ni roho, na wale wamwabuduo wanapaswa kumwabudu katika roho na kweli. Lakini mahali pengine panasema ya kwamba kama Mungu yu ndani yetu, nasi tunapaswa kuwa ndani yake. Kwa hiyo kama tuko ndani yake, sisi hatutendi mambo kwa uweza wetu, hatufanyi mambo kwa akili zetu. Na ukiona kabisa ya kwamba umeanza kufanya mambo kwa akili zako binafsi, jua ya kwamba hauko na Mungu. Kwa sababu Mungu anapokuwa ndani ya mtu, yeye ndiye anayekuwa kiongozi au anayekuwa ni dereva wa mtu huyo. Nitolee mfano ya kwamba tunafahamu ya kwamba gari limejitosheleza, lakini haliwezi kutembea pasina dereva au pasina mwongozaji wa lile gari. Lakini kuna uwezekano wa lile gari likaachiwa mahali, likawa linaenda, dereva akawa ametoka. Yaani likasukuma tu liende na dereva akawa ametoka. Na ndivyo inavyowezekana kwa mtu ambaye amemkataa Mungu kama roho ndani yake, amekataa kuwa ndani ya Mungu na amekataa kumpokea Mungu ndani yake. Kwa hiyo anaenda kama gari ambalo ndani yake hakunako dereva. Kwa hiyo mahali kokote litaka kwenda ndiko huko huko. Yaani litakapokuwa limegeukia kulia litanyosha huko huko. Haijalishi mbeleni litenda kukutana na korongo, haijalishi tenda kukutana na miti. Lakini kwa ambaye amembeba roho wa Mungu ndani yake, ambaye anaongozwa na roho, atamtumikia Mungu katika roho na kweli, kwa sababu yeye ndiye atakayekuwa kiongozi wake. Na ndio maana tunatazama katika uumbaji wa Mungu. Mungu angeweza kumuumba Adamu, akamfinyanga kwa ule udongo, alafu akamwambia enenda ukaendelee na shughuli zako, au enenda ukaujaze huu ulimwengu, au enenda kavitawale hivi vitu. Lakini akaona yule Adamu au ule mwili wa Adamu haujajitosheleza kuwa Adamu, kwa sababu ndani yake hakuna uongozi wa namna yoyote, au hakuna dereva wa ule mwili, wa lile mwili ambalo lilikwisha kutengenezwa. Yaani lilitengenezwa tu, likawekwa, likasimamishwa. Lakini baada ya hapo Mungu akaona yeye aingie ndani yake, na alipokuwa ameingia ndani yake, tunasoma ya kwamba Mungu alipotengeneza ule mwili akaupulizia pumzi ya uhai. Ule uhai ndio roho tunayozungumzia, na ndio maana mtu akifa tunasema mwili wake uko mochwari, lakini yeye yuko wapi? Kwa hiyo pale tunapaswa kuona ya kwamba kumbe pale kuna watu wawili au kuna vitu viwili. Kuna ule mwili ambao Mungu aliufinyanga pale mwanzo alipomfinyanga Adamu, lakini kuna jambo la pili au kuna kitu cha pili ambacho hicho ni cha thamani kuliko ule mwili, kwa sababu huu mwili ni mavumbi. Ukisoma maandiko anasema Mungu akachukua mavumbi akaufinyanga na akafanya jinsi ya mwili jinsi unavyoonekana, lakini ule mwili haukuwa na thamani. Kilichokuwa cha thamani katika ule mwili ni ile pumzi ya uhai ambayo Mungu aliipuliza ndani ya ule mwili. Kwa hiyo hii miili yetu sisi
haiongozwi kwa jinsi ya mwili tu. Utakapoongozwa kwa jinsi ya mwili utaangukia pabaya. Na ndio maana nimetolea mfano, ni sawa na gari likaongozwa tu jinsi lilivyo ndani yake, lisiwe na dereva, litaenda kuishia pabaya. Lakini unapokuwa na Roho wa Mungu ndani yako, ndiye anayekuongoza ufanye nini. Na tazama, baada ya pale ndipo Adamu akawa na uwezo wa kufanya yale mambo mengine ambayo aliyafanya baada ya pale, lakini asingeweza kufanya kwa sababu alikuwa na mwili tu ambao hauwezi ukafanya jambo lolote. Kwa hiyo sisi wa Kristo au sisi tuliookoka hatupaswi kuyafanya mambo kimwili mwili, kidunia dunia. Dunia ina mambo yake, lakini pia sisi kama Wakristo tunapaswa kuwa na mambo yaliyo ya Mungu, ambayo mambo hayo ndiyo ya yule aliye ndani yetu. Lakini tukimkataa yule aliye ndani yetu, hatutaweza kufika mahali ambapo tumekusudia. Kwa hiyo Mungu atusaidie sana kutokana na maneno haya ya kwamba Mungu ni roho, na wale wamwabudu wanapaswa kumwabudu Mungu katika roho na kweli. Katika roho na kweli ni nini? Ni kumtumikia Mungu pasina kutazama mtazamo wa sehemu ulionayo, pasina kutazama uongozi wa mahali ulipo. Kuna baadhi ya mambo ambayo Roho wa ndani anatushuhudia. Kwa yule ambaye ni mtumishi wa Mungu katika roho na kweli, mambo ya ndani yake yanamshuhudia, kwa sababu mimi nilipo hapa, huu ni mwili wangu mimi, lakini ndani yangu ndiko kuna chimbuko la kila kitu ambacho ninakitenda sasa na kukisema sasa na kukifanya sasa. Chimbuko halipo katika huu mwili, na ndio maana ukilala hata ukiuita hausikii. Utakapokuwa umelala hata ukiufinya sometimes hausikii maumivu. Ni kwa sababu gani? Yule wa ndani anakuwa wakati huo hayupo, na ndio maana tunaita marehemu, na ndio maana tunaita mwili wa mtu fulani, lakini mtu fulani hayupo. Ni uhalisia huo katika maisha ya kawaida, kwa sababu ule mwili utakapokuwa umelala hata ufanyie jambo lolote hausikii maumivu, kwa sababu yule muhusika hayupo. Kwa hiyo matendo yetu tunayoyatenda yazihirishe yule aliye ndani, yamzihirishe Roho aliye ndani, yamzihirishe Mungu aliye hai, lakini yasizihirishe matendo ya ulimwengu huu, kwa sababu yako matendo yaliyo ya mwili huu ambayo yametokana na dunia hii, ambayo dunia hii utawala wake, mambo yake au vitu vyake, vichipukizi vyake, vitu vyote vinavyoonekana kwa kupendeza vina baba yake, lakini mambo yaliyo katika roho yana baba yake, ambayo baba yake ni Mungu wa mbinguni. Na mambo yaliyo ulimwengu huu ambayo ni tamaa ya mwili, fedhea, matukano, matusi, vita, kila namna ambazo ni za uharibifu zina baba yake ambaye ni Shetani. Kwa hiyo sisi watu wa Mungu ambao tumemkiri Mungu na kumpokea Roho Mtakatifu tunapaswa kuenenda katika roho, na kuenenda katika roho ni kumtumikia Mungu katika roho na kweli. Tukatae masuala ya uzinzi, tukatae masuala ya uchawi, tukatae masuala ya uharibifu wa kiroho, kwa sababu kuna watu wengine wanaharibu masuala ya kiroho. Unapoona mwingine anafanya ibada, unapoona mwingine anafanya injili, moyo wa mtu mwingine unapata kughadhabu, unaghadhibika, unapata hasira. Ni kwa nini huyu anafanya jambo hili? Alafu nakuta mtu huyo ni mmoja ya watu ambao wanamtumikia Mungu. Kwa hiyo unaona kabisa mtu huyo yupo katika mwili, na matendo ya mwili baba yake ni Shetani. Kwa hiyo unakuta kabisa kwamba ni kama yupo na wewe au yupo kanisani, lakini mambo yake hayako kimungu, kwa sababu hayuko rohoni, yuko katika huu mwili. Mambo yote yakiwa rohoni, tukifanya mambo katika roho, hakika hakuna ambaye hatoiona mbingu. Lakini tukifanya mambo katika ulimwengu huu, tukifanya kwa jinsi tunavyoonekana, kwa sababu tamaa ya mwili iko katika mambo mengi. Muda mwingine unaweza hata usimtolee Mungu ipasavyo kwa sababu ya mwili, lakini unapokuwa rohoni, Roho atakapokuongoza, unaweza ukafanya jambo ambalo ni njema. Wakati fulani nilisema ya kwamba kuna roho alafu kuna huu mwili, ni sawa na vitu viwili ambavyo viko mahali pamoja, na vitu viwili vikiwa mahali pamoja, lazima kimoja kiwe kiongozi wa mwingine, lazima mmoja muongoze mwingine. Kwa hiyo roho yangu mimi au roho yako wewe inapokuwa juu alafu mwili wako ukawa chini, mambo yote yatatawaliwa na roho. Lakini mwili wako unapokuwa juu alafu roho yako iko chini, lazima mambo yote yatatawaliwa na mwili. Sasa mambo yakitawaliwa na mwili, ni kitu gani kitatokea? Tazama, nimetolea mfano wa dereva. Hebu tazama, gari linapoanza kujikontrol lenyewe, likaachana na mawasiliano na dereva, yani dereva si control gari, gari likawa linajikontrol lenyewe, linataka kuenenda vile linavyotaka. Tazama ni jambo gani linaloenda kutokea mbele kama si ajali. Lakini kama yule wa ndani dereva
ndiye akalikontrol gari, huwa linafika mahali ambapo ni salama na palipokusudiwa. Kwa hiyo siku zote utakapoongozwa na Roho, utakapoongozwa na Roho wa Mungu ndani yako, hakika mwili huu utafika mahali ambapo ni salama. Lakini utakapoongozwa na mwili huu, hakika hata roho yako utaiangamiza, na roho yako hautaiweka mahali palipo salama. Kwa hiyo Roho wa Mungu atusaidie kuyaenenda mambo katika Roho, kuyaenenda mambo kimungu, kuyaenenda mambo kama vile alivyotaka yeye Mungu, kwa sababu wale waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wake, na mtoto wa nyoka ni nyoka, na mtoto wa ibilisi ni ibilisi, na mtoto wa Mungu ni Mungu. Kwa hiyo mimi na wewe tutafanyika kwa Mungu kwa sababu tumekwisha kumpokea yeye na kumkiri. Sisemi kwa maana ya kujipa nafasi fulani ambayo ni kiungu, hapana, kwa sababu Mungu mwenyewe, ukisoma mahali fulani Biblia inasema ya kwamba Mungu alimfanya Musa kuwa kama Mungu kwa Farao. Kwa sababu gani? Alimpa uweza wa kutenda mambo ambayo mwanadamu wa kawaida asiyekuwa na Mungu hawezi kuyatenda. Kwa hiyo Mungu anaweza akatuweka mahali fulani, si kwa sababu tumetoa vilivyo vingi mbele zake, hapana, ni kwa sababu tumemuingiza ndani yetu, na kama yuko ndani yetu, yeye ndiye anayefanya. Kwa hiyo wakati ule Mungu amempa Musa uwezo wa kufanyika kuwa kama Mungu. Sio kwamba Musa alikuwa Mungu, hapana, lakini Musa alikuwa yuko ndani ya Mungu na Mungu alikuwa ndani ya Musa. Kwa hiyo Mungu akajidhihirisha kwa Farao kupitia Musa. Kujidhihirisha kwake ni lazima ajidhihirishe yeye kama Mungu. Kwa hiyo matendo makuu ambayo alikuwa akiyafanya Musa ni kwa sababu Mungu alikuwa ndani yake. Lakini Musa asingekuwa ndani ya Mungu na Mungu asingekuwa ndani ya Musa, hakuna jambo ambalo lingeweza kufanyika lilo la miujiza. Kwa hiyo Mungu atuongoze na Mungu atutie nguvu sana katikati ya kumcha yeye, au katika safari tulionayo, kwa sababu wokovu bila Roho wa Mungu hakuna kinachoendelea. Wokovu bila kumpokea Mungu katika roho na kweli, hakika hatutafika popote, kwa sababu mambo ya mwili yanaonekana yanazilika yalivyo uharibifu. Usingeweza kuokoka, nisingeweza kuokoka bila Roho wa Mungu kuingilia kati na kutuponya na kutuondoa na kutupa ufahamu wa kutambua yaliyo ya nyuma au ya matendo yaliyo ya uovu ya kwamba ni uharibifu, na kumkaribia yeye katika maisha yetu. Mungu akubariki sana, na neema ya Mungu iwe pamoja nawe. Tukutane katika nafasi nyingine au wakati mwingine wa mafundisho ya Mungu. Mungu akubariki.